Haya, peana mwingine. Huyu hata hajiamini. Haya, Boni. Mpe Boni. Siongei na bangi, naongea na Boni. Peana, siongei na wewe. Shika. Nachagua mwenye nataka kuongea naye. Kwani lazima niongee na wewe? Anwar. Siongei na wewe. Ni mtu Simba. Na ukitaka kusilimu tutakusilimisha. Si lazima uulize swali. Unaona sasa? Mtu huyu ana akili kweli? Hata hayuko. Shida ni bangi na pombe. Na Wakristo wengi tawamaliza pombe na bangi. Tawamaliza. Hapo nayo kwa sababu mnasema akili ni nywele na hapo nayo. Hapo na nywele. Haya, uliza swali. Sasa Anwar, kuna kitu sijaelewa. Haraka tukienda. Ukisoma story ya Yesu kwa Qur'ani, naam, Yesu ni neno iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Na pia ni roho iliyopulizwa kwa Mariam. Tulimpulizia Mariam roho yetu. Ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu. Ikapulizwa kwa Mariam. Sawa, ilitoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kama roho zingine tu, hata yako ilitoka kwa Mungu, yangu ilitoka kwa Mungu. Roho zote ni mali ya Mungu. Ilitoka kwake. Ilitoka kwa Mungu, roho zote. Na ni neno iliyotoka kwa Mungu pia. Iliyotoka kwa Mungu. Mungu alimwambia Mariamu, zaa. Hiyo ndo neno la kumwambia zaa. Na yeye kwa kuwa ni kiumbe na tumbo ikatii na akazaa. Ujumbe uliletwa na Jibril. Sasa swali yako? Na pia ukisoma 19:19, malaika anasema nimetumwa ili nikupe mwana. Kabisa. Ili nikupe mwana, manake ili nikupe information ya kuhusu mwana. Naomba unisomee. Ili nikupe mwana. Ndio. Na baadaye katika kupeana alisema utabeba mimba, utazaa mtoto. Si kweli? Ndio. Hiyo ndio inaitwa habari. Hiyo ndio habari ya kupatikana kwa mtoto. Mariamu asingeambiwa hivyo na ajikute ako na mimba, angeshangaa. Lakini ashapata ngoja kidogo. Angekuwa hajapewa information na ana mimba, angekufa na depression, kwa sababu angeshangaa imekuwaje hii mimba. Sasa ili asikuwe na depression na asikuwe na stress, akaletewa ile ujumbe ya kupata mimba. Na ujumbe ulipokuja kwake alishtuka sana. Na alipopata mimba hakushtuka wala hajauliza hii kitu imetoka wapi, kwa sababu tayari aliletewa information, habari ya kupatikana kwa mtoto. Ni sawa, sijakataa. Swali. Kwa hivyo tumeona Isa ni neno iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ni roho iliyotoka kwa Mungu kama roho zingine. Swali yako? Naomba nisomee 23. Anianzie 12 mpaka 14. Ampe asome. Soma. Inasema ni baada billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Ambao watarithi pepo. Naam. Na kwa yakini tulimuumba mwanadamu kwa udongo ulio safi. Naam. Kisha tukamuumba kwa tone la manii, mbegu ya uzazi lililowekwa katika makao yaliyohifadhika. Kisha tukalifanya tone hilo kuwa pande la damu, tukalifanya pande la damu hilo kuwa pande la nyama. Kisha tukalifanya pande la nyama hilo kuwa mifupa, na mifupa tukaifika nyama. Kisha tukamfanya kiumbe kingine. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu bora wa uumbaji. Swali langu liko hapa. Naam. Ukisoma kwa hii venye binadamu ameumbwa katika hii Qur'ani. Naam. Nikiangalia uumbaji wa Isa katika hii nini hakuna. Sasa ngoja kidogo niulize swali. Ngoja utulie. Uliza. Ukisoma hiyo 23 12 mpaka 14 hakuna mahali inaeleza binadamu ameumbwa kwa neno au na roho. Swali ni kufahamisha kwa sababu kuna umeenda conclusion na evidence hujatoa. Yesu kwanza tumesoma nini? Kilichozungumziwa kuhusu Yesu ni kupatikana kwake, sio kuumbwa mtoto. Na mtoto atakuwa ndani ya tumbo. Wakati mtoto anakuwa ndani ya tumbo, neno ni habari iliyoletwa kuhusu mtoto atakayepatikana ndani ya tumbo la kuambiwa kuwa na akao huyo mtoto. Sasa wakati anakuwa, nisikize, wakati anakuwa kwa amri ya Mungu,
Hakuna anayeumbika kwa amri ya shetani. Hata wewe wakati uko ndani ya tumbo unaendelea kuumbika kwa amri za Mungu, kwa neno la Mungu na roho. Kila mtu akiwa ndani ya tumbo hupuliziwa roho iliyotoka kwa Mungu. 32:8-9 nikuonyeshe mpaka roho inapulizwa. Zote anaumbika kwa amri ya Mungu, kwa neno la Mungu. Soma hiyo 32. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqa al-insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Endelea na hiyo aya mpaka mwisho. Inasema ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hizo vizuri kuhusu binadamu ambaye amemtengeneza umbo la kila kitu. Amekitengeneza umbo la kila kitu. Hiyo ndo amri yake kwa kuitengeneza na kupenda kwake Mungu. Endelea. Akaanzisha umbo la mwanadamu kwa udongo. Na akaanzisha umbo la binadamu kwa udongo. Hiyo ni kwa amri yake ameanzisha. Akakifanya kizazi chake kuwa mchucho wa maji yaliyo madhalilifu. Kisha akamtengeneza. Mungu akamtengeneza kwa amri yake, kwa neno lake akamtengeneza mtu. Endelea. Na akampulizia roho yake. Ati nini? Na akampulizia roho yake. Kumbe kupuliziwa roho ya Mungu sio Yesu peke yake, hata wewe na mimi tulipuliziwa roho ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo Yesu aliumbwa kwa roho ya Mwenyezi Mungu, roho iliyotoka kwake kama roho zingine, kwa sababu hata sisi pia ni roho iliyopulizwa kama vile Mariamu alipopuliziwa roho ndani ya tumbo yake. Tumemaliza hiyo. Next patient for the next dose. Mpe huyu Jack. Haya Jack, habari yako? Almayo, kisha narudi kwako. Haya Boni balisana na Almayo. Jack, enda upande ule. Nilikuwa nataka tu nielewe. Nisikia Boni ametoa aya ambayo inasema malaika aliletwa mtoto. Malaika hajawahi bebana na mtoto. So nilikuwa naomba tu nisomewe. Aliyebeba ujauzito ni Mariamu. Malaika alileta ujumbe ya kumpa mtoto Mariamu, yani habari ya kupata mtoto. Na kweli baadaye alimueleza ile habari kwamba utazaa mtoto pasina kuingiliwa. Ndio habari njema ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. So ile kusema amepewa mtoto ni ule ujumbe wa kupata mimba. Kabla ya hapo hakuwa nayo. Kwa hivyo malaika ni mjumbe wa Mungu, analeta ujumbe kwa Mariamu ya kupata mtoto, na Mariamu akapata mtoto kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na mtoto mwenyewe ni neno la kuambiwa zaa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, ni neno la kumwambia Maryam zaa, na akazaa huyo mtoto, na ni roho wa ruhu minhu, na ni roho iliyotoka kwake kama roho zingine tu ya kufanyika huyo mtoto, kwa sababu mtoto akishaumbika anahitaji roho. Ni kama software. Hii mwili ni hardware. Kompyuta hizi fanya kazi bila software. Ukiwa na hardware unaweka software. Software yenyewe ya huyu mtoto kuwa na uhai ni roho iliyotoka kwa Mungu kama roho zingine, akakamilika akawa binadamu kamili. Tatizo wa Kristo wanamfanya Mungu wanaanza kumwabudu. Mashaallah. Swali hapo uliza hapo, umenieleza vizuri na nimeelewa. Sasa malaika aliletwa kwa kutahiriwa. Ni kweli, kwani uongo? Mungu wako alitahiriwa.